Shakiki pale, wewe ni mtu wa Mose Fan pale, wewe ni mtu wa nani? Wewe ni mtu wa Komba Kombo inaitwa nani? Ati Komba. Wanangu wa rumba pale basi. Wimbi zito zaidi ukipenda muziki ya watu wa Kurutu ishatinga ndani ya mjengo. Basi labda uko na Sheri Nangai wa Koko pale umemweka kando ya ubavuni wa Koko sema kwamba unasikiza muziki vizuri kabisa. Ukiwa na Sheri Nangai wa Koko pale basi inakuwa nzuri zaidi pale. Alafu kama pia wewe ni bachelor pale basi usiwe na wasiwasi, bado nitakuwa nakuwekea muziki wa Koko wa rumba kabisa, muziki taratibu zaidi. Unaambia kwamba muziki usiokuwa na kasi lakini unashika mawimbi kasi, muziki wa rumba. Sema kwamba hello MC Grand Onami Kevo from Njoro, show iko lead sana. Kevo nipigie simu tu banje tuzungumza ndani ya studio moja kwa moja ikuwe nzuri zaidi pale. Bas wanangu wale ambao wanapenda muziki wa rumba pale, unaweza kama pia unataka rumba ipi ama ngoma ipi ya rumba ungetaka nikuchezee pale nyumbani moja kwa moja kuji live bila chenga zaidi, na kama kwamba kitu kizuri zaidi ndani ya jiji kinatikiza jiji, kama kwamba ni muziki wa rumba. Kiwa ni rumba time kabisa pale, rumba time itakwenda kuja kila siku ya wiki. Kuanzia saa ngapi? Tutakuwa nakuja kuanzia saa 5, saa 6, saa 7 hadi saa 8. Kwa hivyo masaa matatu zaidi ya pale nyumbani, ambapo kwamba labda umetoka kazini pale, labda pia ni mtu ambaye shughuli za kwako umezipiga mchana kutu umechoka, basi naambia kama mida ya saa 6 hii umefungulia runinga ya kwako, basi masaa ya rumba kabisa pale. Unaweza piga simu za kwako pale ukasiliana nasi ukasemezana nasi pia utueleze kwamba unatochi usiku wa leo ukiwa sehemu zipo, ukiwa maeneo wapi, na itakuwa nzuri zaidi pale, itakuwa tamu zaidi pale. Kwa kwamba kipindi wani ni rumba time pale na lingio rumba, yani napenda rumba zaidi. Basi ete kijana mdogo anayependa rumba ndani ya jiji, basi MC Grand Onami pale niko na kushia vitu vitamu. Wanangu wa Frango pale, wanangu wa Kanda Bongo Man pale, basi hizi vitu zote nitakuwa nakuletea zaidi. Alafu pia nitakuwa nakupigia historia nzito zaidi, historia ndefu zaidi kuhusiana na muziki wa rumba. Je, kitu kipi ambacho ungetamani kukijua kuhusiana na rumba? Mambo yapi ambayo ungetamani kujua kuhusiana na rumba? Basi nitakuwa nakuchambulia na kuwekea paruanja zaidi ili ukaweze kuyatambua zaidi. Wanaambia kwamba mambo na rumba pale ilikuwa namna gani, ilikuwa namna vipi, basi mimi nitakuwa nakueleza moja kwa moja ili ukaweza kuelewa, labda at least pia upate ufahamu ujue uzuri zaidi wa rumba ama namna gani, basi inakuwa nzuri zaidi, alafu inakuwa tamu zaidi pale. Basi mtazamaji wa kwangu pale, unaweza tuma SMS kwako, unaweza pia achia SMS za kwako pale, alafu ikuwe nzuri zaidi, ikuwe tamu zaidi pale. Basi ama namna gani, kama tunaambia kwamba Papa Lolo kitamweka vizuri, basi maelekezo yangu ukipata Papa Lolo Papa Lolo itakuwa vizuri zaidi kwa mtazamaji wa kwangu pale nyumbani. Ama namna gani, wimbo wake mzee mzima muite Mose Fan pale. Basi nikueleza kuhusiana na Mose Fan pale kwa mashabiki wa muziki wa rumba, basi watakwambia kwamba kwa njia moja au nyingine basi ni legendary kabisa. Mose Fan kwa njia moja au nyingine ni legendary kabisa. Ukipenda mwite Mose Sesego ama ukipenda mwite Mose Fan pale. Jamaa ambaye kwa wingi zaidi alikuwa anapiga gitaa pale, yani unaposikia ngoma zake basi kuna akapela fulani ka utamu fulani ka gitaa utakasikia kwenye ngoma zake kwa wingi zaidi. Je, wewe ni shabiki shakiki wa Mose Fan, basi inakuwa nzuri zaidi, inakuwa tamu zaidi. Lakini kumbuka kwamba sasa hivi ni mwenda zake marehemu kabisa, tarehe 3 mwezi wa Mei pale mwaka 2019 ndipo alipotuaga na kutuacha mzee mzima Mose Fan. Mwelekezo wangu sijui kama unaweza kupata kibao chake Mose Fan kinasema kwamba Papa Lolo. Nitakuwa naingia nacho, lakini kabla ya Papa Lolo pia ni kama kwamba labda unaweza kwamba ungetamani kujua ngoma za kujuana kuhusiana na nani, kuhusiana na mzee mzima Papa Lolo. Wimbo Papa Lolo ulimo mwaka wa 2005 pale 2005. Mwenyewe ningali kipindi ngali mdogo, lakini nilikuwa naupenda sana, maana mimi napenda muziki za watu wa Kulutu. Basi nilikuwa nausikiza sana wimbo wa mzee mzima Papa Lolo ambao ni mwaka 2005 pale 2005 pale. Watu wazima, watu wa Kurutu watakuwa na utambua. Mose Fan alizaliwa mwaka wa 1945 pale, ukipenda 1945 1945 pale ndipo alipozaliwa mzee mzima Mose Sesengo, ukipenda Mose Fan pale Biljan Kongo
ambaye sasa hivi ni Kinshasa Kongo pale, lakini alifariki miaka 73 akiwa nchini Kenya pale. Yaani Kenya imehost watu wazito bwana sana sana alikuwa anapenda kupiga gitaa na alikuwa guitar leader bale, amekipenda band leader wa gitaa pale. Yupo unasikia ngoma ya pale tulikuwa tunamuona pale na gitaa kwake, anapiga gitaa kwake, basi mpenzi wa rumba, basi vitu vizuri zaidi kutokana na mziki wake Mose Fan pale. Alafu inakuwa nzuri kabisa, inakuwa tamu zaidi. Tukizungumzia pia baadhi ya muziki iliyofanya vizuri zaidi katika sehemu za Kongo, kuna kundi kumeitwa TPOK Jazz pale. TPOK Jazz Band ni bendi ambayo ilifanya vizuri zaidi pale, sehemu za Kongo pale. Jaribu kueleza tu baadhi ya muziki ambayo nitakuwa nakushukishia, baadhi ya vitu ambavyo nitakuwa nakushukishia pale. Kuna mzee mzima anaitwa Simaro Lutumba, nitakuwa nakuwekea pale pia muziki za kwake pale. Kwa hivyo ni wewe tu kuweka miadi, mimi nakueleza tu vitu ambavyo nitakuwa nakupangia moja kwa moja. Bilia Bell ni Nairobi, basi Bilia Bell pia I think Nairobi shacheza pale. Bilia Bell nitakuwa nakushukishia pale na kupangia tu line up vitu nzito ambavyo tutakuwa nakuletea zaidi, na inakuwa tamu tena zaidi ndani ya kipindi babu kubwa zaidi na Lengio Rumba, ikiwa ni masaa ya rumba time pale. Je, unatazama ama unawatch ukiwa sehemu zipi? Unawatch ukiwa maeneo ya wapi pale mtazamaji wa kwangu? Unaweza piga simu za kwako, unaweza piga unaweza kaachia ujumbe kwako pale, alafu inakuwa safi zaidi, inakuwa tamu zaidi. Wanangu naambia kwamba nisisahau kukiweka kibao kimoja cha Samungwana. Ni Sam Mangwana, si Sam Mungwana. Sam Mangwana ambaye pia alikuwa kwenye bendi ya TPOK Jazz Band pale. TPOK Jazz Band ambayo Sam Mungwana alishiriki zaidi na kututengenezea nyimbo nzuri zaidi, ama baadhi ya nyimbo ambazo zilikuwa tamtamu zaidi, nyimbo ambazo zilikuwa safi zaidi pale. Kwa hivyo mtazamaji wa kwangu, hizi ni baadhi ya vitu ambavyo tutakuwa tunazungumzia zaidi, tutakuwa tunaziongelea zaidi kuhusiana na muziki za Kongo. Tabulei nitakuwa nakuletea pia vibao vyake mzee mzima mwite Tabulei pale, akitokea sehemu za Kongo pale, na muziki yake kwake mzuri zaidi, na muziki yake mitamu zaidi. Alafu usipolijua jambo lingine ambalo unafaa ulijue mtazamaji wa kwangu ama kipenzi cha muziki ya rumba, jua kwamba wasanii wengi wa muziki ya rumba walikuwa wanapenda masuala na gitaa. Wanafika masuala na gitaa, basi wasanii wa rumba walikuwa wanaipiga zaidi, kwa sababu gitaa ni kama ni mungu wa pili, kwa sababu msanii wa gitaa basi alikuwa anafurahi zaidi. Papa Wemba, wale ambao wanafahamu zaidi wanamtambua mzee mzima Papa Wemba, basi utakuwa unaelewa zaidi pale. Alikuwa anaitwa Julius Shungu, samahani bwana, Julius Shungu, mwite Papa Wemba. Alafu kuna mzee mzima nimemzungumzia Frango, pia atakuwa na kuweka ngoma zake mzee mzima Frango pale, itakuwa inakuwa nice kabisa na kuweka vizuri zaidi. Alafu kuna mzee mzima mwite Samba Mapangala. Wanangu ndio kama rumba tamu zaidi, rumba safi zaidi. Ni baadhi ya line up ambazo nimekuandalia. Samba Mapangala, ngoma kama vunja mifupa, kama bado meno ipo. Sema kwamba dunia tunapita, wanadamu dunia tunapita. Mwelekezo wangu kama utapata muji ya Samba Mapangala inasema kama dunia tunapita, basi waambie wanadamu kama dunia tunapita. Alafu kama pia ni vizuri zaidi kuvunja mifupa kama bado meno ingalipo, unapozeka basi meno ipo. Sijui mzee mzima alikuwa anazungumzia meno ipi. Producer wangu tunaongelea meno, sio pale unaenda huko bwana. Kuna mzee mzima anaitwa Roga, ukipenda muite Okombi. Pia ndakuwa nakushukishia mizigo ya kwake pale, alafu inakuwa nzuri zaidi, inakuwa tamu zaidi. Le Granda Kele tukao pia nakushukishia mizigo ya kwake pale, ikufurahisha pale. Alafu Fally Ipupa na kwa pia vitu za Fally Ipupa pale, alafu inakuwa nzuri zaidi. In the meantime pia unaweza piga simu za kwako, unaeleza kama ungetaka nikuwekee wimbo msanii yupi, ama ungetaka uchambuzi wa msanii yupi wa nyimbo za rumba pale, ungetaka kumsikiza msanii yupi pale, na inakuwa nzuri zaidi. In the meantime mwelekezo wangu nipate vibao vile, alafu narejea kupokea simu za Wakenya na pia kupokea SMS na arafa za Wakenya pale nyumbani. Mwelekezo wangu tupokee vibao viwili pale.
Mose Fan pale. Basi wale ambao wanaweza kama Papa Lolo, what can it be meaning? Ilikuwa vipi mzee mzima mite Mose Fan akatengeneza wimbo na maana kama akisema kama Papa Lolo, wimbo ambao unarifa kama na watu wengi wanafurahia zaidi, lakini ni kama uelewi na wasifa kwamba mtu aliyekufa hakufa kifo cha kawaida. Papa Lolo kwa sema kama huyu aliyekufa hakufa kifo cha kawaida, ina maana kama possibly ni kwamba alikufa kifo cha uchawi. Kwa hivyo anaposema Papa Lolo anajaribu kuzungumzia kifo cha uchawi ambacho anaamini kwamba aliyefariki hakufariki kifo cha kawaida, bali inamaanisha kwamba ni kifo cha uchawi. Kwa hivyo wimbo Papa Lolo kwa njia moja au nyingine, mzee mzima Mose Fan anafanya nini? Anajaribu kuomboleza. Kwa hivyo ukiwa pale nyumbani unaposikia wimbo huu jua kwamba mzee mzima anaomboleza. Kwa hivyo Papa Lolo, papa ni father. Kwa hivyo Papa Lolo ni kama anaomboleza. Sijui kama unaelewa pale. Sijui kama tumeelewana pale, shabiki wa kwangu pale. Mwite Mose Fan kazaliwa mwaka 1966 pale kama sijakosea pale. Kazaliwa 1945. Samahani, kazaliwa 1945 kisha 1966 ndipo alipojoin kundi la Rikem Jazz. Hapo alijoin band pale. Samahani, alizaliwa 1945. 1945 pale Oktoba, mzee mzima Mose Fan. Kipindi wani ni pindi zaidi ya pindi miuliita pindi la watu wa kulutu, watu kuvala smata, watu wa kujitambua pale. Basi kama uko pale nyumbani, kama labda uko shughuli za kwako pale nyumbani, labda uko pale nyumbani uko mambo ya kwako pale nyumbani, basi masaa ya kutuliza kabisa akili. Masaa ya kutuliza akili, alafu kisha kufurahia nini? Kisha kufurahia mziki wa kwako pale. Je, uko pale nyumbani? Basi labda uko pale nyumbani uko na sheri wa kwako pale, mko na kipenzi cha kwako pale, basi mnafurahia mziki kwa pole pole zaidi. Unaweza tumia hapo kanitumia ujumbe ama SMS kwa niambia kwamba where are you watching us from, who are you watching with, na rumba iko namna gani, pia which song of rumba ungetaka ni kuangushie moja kwa moja ndani ya studio za kwangu. Kama kwa nita le grande le MC le onami pale moja kwa moja nikiwa nakuletea vitu vizito zaidi vya mzee mzima mwite Mose Fan pale, na wasanii wengi zaidi pale wa mziki wa rumba. Unaambia kwamba rumba ni kitulizo cha moyo, rumba ni kitulizo cha damu pale. You can also tell us where are you watching us from, ama unatazama kutoka wapi. Mwelekezo wangu nitakuwa nachukua pumziko fupi, nikirejea basi narejea kupokea pia maoni ya Wakenya. Na kwa tamu zaidi pale na kwa nzuri zaidi pale. Basi kwa mtazamaji wa kwangu, kufikia pale sina la ziada ila kukunja jamvi na kufungia pale kipindi cha kwangu cha Rumba Time mkipenda na Lengio Rumba. Basi tutakwenda pala tena wakati mwingine tena panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Shukrani zaidi wale wote ambao wameka miadi kwa kisha kama wakitazama kipindi. Kumbuka kwamba la kwangu jina ni MC Grando. Nami tupana tena wakati mwingine tena panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Usiku mwema inshallah.